unaenda kuwa tajiri mkubwa. Utajiri wangu wote Kariakoo ulianza siku nilipomfukia mwanangu chini ya duka langu. Sio kitu ninachojivunia kusema, lakini ndiyo ukweli. Miaka kadhaa iliyopita nilikuwa maskini sana. Nilikuwa nafanya biashara ndogo ndogo Kariakoo, lakini kila siku nilifunga duka nikiwa na hasara. Madeni yalikuwa mengi, maisha yalikuwa magumu mpaka nikaanza kukata tamaa. Siku moja rafiki yangu alinichukua na kunipeleka kwa mganga mmoja aliyekuwa anasemekana kusaidia watu kupata utajiri. Nilipofika, mganga alinichunguza kwa muda mrefu sana, kana kwamba anasoma maisha yangu yote. Kisha akasema kwa sauti ya utulivu, "Wewe utaacha umaskini, lakini kuna kafara." Nilimuuliza, ni kafara gani? Utajiri mkubwa unahitaji damu ya damu yako. Nilihisi mwili wote unatetemeka. Nilisimama niondoke, lakini kabla sijaenda, mganga alianza kuniambia mambo ya maisha yangu ambayo hakuna mtu aliyewahi kuyajua. Mwisho alinionyesha namna maisha yangu yatakavyokuwa kama nitaacha kutoa kafara. Nilijiona na kuwa maskini mara mbili ya sasa. Sina kitu, sina mke wala mtoto, wote watanikimbia. Baada ya siku chache alinipa maagizo. Aliniambia nifungue duka langu vizuri Kariakoo kila siku saa 3 asubuhi, nifunge saa 12 jioni. Sikutakiwa kupunguza au kuzidisha saa. Lakini kabla biashara haijaanza kustawi, nilitakiwa kufanya kafara. Siku ya kafara ilipofika, nilimchukua mwanangu akiwa amelala. Tulienda kumfukia kwenye mlango wa duka langu akiwa mzima. Niliumia, maana ndiyo alikuwa mwanangu wa kwanza na wa pekee. Lakini tamaa ya kutoka kwenye umaskini ilinipofusha macho. Nilifanya kile mganga alichoniambia. Tulimfukia chini ya sakafu ya duka. Mganga aliniambia kabla hajaondoka, kuanzia leo pesa hazitaisha hapa. Na kweli, biashara yangu ilibadilika ghafla. Wateja wakaanza kuja bila sababu. Walinunua hata nilipowapandishia bei. Bidhaa zilikuwa zinauzwa haraka kuliko kawaida. Ndani ya miaka michache tu, nilikuwa na duka kadhaa Kariakoo. Magari, nyumba, utajiri ambao sikuwahi kuota kuupata. Lakini kuna kitu kimoja kinachonitesa kila usiku.